kesho na kesho kutwa na kesho kutwa. Ukitaka kujua nini nazungumza kuhusu Gabos Gamba, tafuta movie inaitwa Bado Natafuta ya mtu mzima Gabos Gamba. Gabos Gamba mimi alizungumzia mshikaji fulani ambaye alikuwa na mwanamke, wakabatika kupata mtoto, lakini maisha yalifanya mshikaji aondoke akatafute aje kuolea familia yake. Mshikaji katafuta kapata, karudi nyumbani, mama kaolewa. Unajua mama kaolewa. Lakini amini na kueleza mimi kupitia mtoto baba na mama Loliana, maisha yakaanza upya kwa upendo, furaha na fana katele. Movie ile Bado Natafuta, lakini hivi karibuni amelilizi movie lake linaitwa Mwamwindi. Watoto wa Iringa, Tanzania, Afrika na dunia kwa ujumla wanamjua mzee Mwamwindi. Ni historia iliyotokea na bado inaishi katika simulizi za vitabu na pia inaishi katika vichwa vya watu, hususan kabila zima la Wahehe. Huyu mzee Mwamwindi, Saidi Mwamwindi, ni mzee alikuwa anaishi pale Isimani ndani ya kijiji cha Mkungugu. Mshike alikuwa anafanya biashara zake za kilimo. Wakati alitoka kuwa dereva, akaacha udereva akaamua kuingia shambani, yeye na wake zake waje kutafuta riziki kupitia uti wa mgongo wa taifa, nazungumzia kilimo. Basi mzee wangu akaanza maisha yake ya kilimo, akanunua trekta akaendelea kulima. Lakini wakati huo Mwalimu Nyerere ametengeneza kitu kinaitwa mashamba ya ujamaa au ushirika. Mkuu wa mkoa toka Mtwara wanamtaka Dr. Klelu kaamishwa Iringa, kuiweka Iringa katika mikono salama ya swala zima la ulimaji wa mashamba ya wananchi. Yaani mashamba yote yao chini ya serikali yanalimwa kwa pamoja. Sasa huyu mzee Mwamwindi hii issue alikataa. Alikataa vipi? Yeye alikuwa anaamini yeye analima mazao kwa ajili ya maisha yake yeye na familia yake. Sio kwa sababu ya yeye serikali imesema mashamba, yeye alikataa. Hasa Dr. Klelu anapokuja Iringa pengine akujifunza mila na tamaduni za watu wanaitwa Wahehe. Aliingia kibabe sana kupitiliza, lakini hakujua nini maana ya watu wanaitwa Wahehe. Hasa yule kibabe wake ulipitiliza kiasi ambacho ulimkuta mzee Mwamwindi shambani kwake yuko na wakeze na wafanyakazi na watoto wake. Yule mzee Dr. Klelu aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Iringa wakati huo akaleta ubabe mbele ya familia yake, yani mbele ya wake zake. Ni fedheha kubwa sana na ni aibu kubwa sana kwa mtu anaitwa Mwahehe kumdharau mbele ya mkewe. Unajua nini kilitokea? Mzee alisema sio hela, akaingia ndani akachukua chuma. Unajua alipochukua chuma akatoka nayo nje kama mzee wewe mkuu wa mkoa si hiyo umo. Alafu akawaga wanaye. Huyu mwanae wa kwanza Amani, kama sikosei. Bwana Amani, mimi naenda. Mama zako hao pambana, mama zako hao pambana. Mzee akatoka akapokea maiti kwenye gari ya mkongo hiyo mpaka kituo cha polisi mkoa wa Iringa. Akafikisha kaunta, alikuta CP9 kama sikosei, jina limetoka kidogo. Akawakilisha maiti yao, bunduki, akaomba afunge pingu, akaingizwa lokabu. Lakini akiwa yuko magereza, mzee Mwamwindi kuna kitu hakupenda. Baada ya kutoa taarifa wananchi wanaishi kwa shida kwa sababu ya wao. Mtaa wake ule wa kijiji chake ile cha Mkungugu kuna ulinzi kiasi ambacho familia nyingine zimeingia katika beef na familia ya kwao. Mzee akaandika waraka wake kutoka kwenda kwa Mwalimu Nyerere. Aliomba mambo machache. Niliyeua ni mimi. Wananchi wawe huru. Unajua Mwalimu Nyerere sikia alipokea barua na akatoa taarifa Mkungugu iwe huru. Lakini pia katika kukua mwanae mmoja aliyekuwa meya wa jiji zima la Iringa, miaka ya karibuni akiwa ndani ya uongozi katika chama cha Mapinduzi, alifanya jambo ambalo